Wakati wa mapambano, wakati ambapo changamoto imekaa mahali fulani kwenye eneo fulani, mara nyingi watu huwa wanatumia nguvu kupambana. Wakati mtu anapitishwa kwenye kipindi kigumu, mara nyingi vitu huwa vinapotea. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma ile habari ya Ayubu, utaona alipoteza kila kitu. Alipoteza mali, alipoteza watoto, alipoteza marafiki, alipoteza vitu vingi sana sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Katika kipindi ambacho Mungu anaweza akampitisha mtu akasema hiki kikombe lazima ukinywee, kuna heshima ambayo unaweza ukaipoteza. Kwa mfano, fikiria Yesu alizaliwa akiwa na uweza wa kifalme mabegani mwake, lakini alipoenda kukinywea kikombe alidhiakiwa. Kwa hiyo heshima yake ilipotea. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye amezaliwa na uwezo wa kifalme, lakini imefika saa anapigwa mijeledi, heshima imepotea. Ayubu hivyo hivyo alipoteza kila kitu. Hasa katika nyakati kama hizi, ukishapita kwenye vipindi vya namna hii, na kwa sababu mtu anapoteza, anahitaji kufanyiwa uhuisho. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji kufanyiwa uhuisho. Wakati ambapo adui alijua amemaliza kila kitu, ya kwamba alizuia, nilisema vikwazo vinavyokuwepo vinazuia hatima, vinachelewesha. Wakati ambapo kikwazo kilikuwepo, adui akajua nimemaliza, nimezuia kila kitu. Wakati anapojua amemaliza kabisa, sasa unapoomba nguvu za Mungu ziondoe hiyo changamoto, ziondoe hicho kikwazo, kikishaondoka kuna uhuisho, kuna urejesho, kuna kufanywa upya kunatakiwa hapo. Bwana asifiwe sana. Na ndio hapo tunasoma kwenye Wakorinto, tunaona Paulo anazungumza na watu hao akisema ya kwamba ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, unaharibika, ijapokuwa tutapitia changamoto, zitatujeruhi, zitatuumiza, lakini kuna kufanywa upya. Na kufanywa upya kunaanzia kwenye utu wa ndani. Utu wa ndani unatengenezwa na nguvu za Mungu.